Mnafahamu leo watoto wetu wa Kisabato, vijana wako vioni, haoni shida kulala na mwanamke usiku wa Ijumaa na Jumamosi wanakuja wote kanisani. Na kijana wale vijana wawili hawashtuki wala waoni kama ni nini. Hivi nafahamu tendo la ngono sasa hivi limekuwa sio dhambi kwa vijana. It's something normal. Alafu hawa watu ndio tunategemea wajiengage kwenye nini? Alafu eti mimi hapa nitatamka ndoa takatifu ya. Mimi waombe wazazi, tusisubiri kanisa, tuanze kuinvest kutengeneza wa vijana wajao. Ndio maana siku hizi wachungaji tukifungisha ndoa hatuishi kwa raha. Ukishafungisha tunawapa miezi yao hii, shida inaanza kwako. Pastor, ndio amerudi saa hizi. Pastor leo, pastor, paka kuna wakati ukiona namba ya Joseph upokei. Unajua wewe nikipokea tu ataniambia leo kaninyima. Kwa unaangalia tu na Joseph, ngoja kwanza nimwache atanisumbua. Kwa sababu gani? Watu hawakosei kwenye ndoa, wanakosea mlango wa kuingilia kwenye. Ni encourage, kama kuna kijana hapa hujaolewa, tafadhali, hata kama ulifanya hiyo mistake past, kuanzia leo no sex until. Najua kuna wanaume wananimind unatuharibia, na haribu. Kama una mwanaume hapa mna mahusiano ya kingono, ukitaka usalama wako, cut off. Usimcut off mtu, cut off aina ya relationship. Mwambie still nakupenda, Mungu akitujalia tuoane, ila hakuna kuimba kwaya paka tusajili. Jamani, si hata kanisani wanakwaya wanasajili kwanza. Si unaona wanasajili wakaimbe nini? Kuna principle Mungu alizoziweka. Lakini sasa hivi unajua ndoa nyingi tunafungisha malaya wangapi? Na mimi nimekazana kweli hapa Pastor Peter. Na kuna wakati tunalembesha, ndio mshike, mfano hivi mbingu ikiangalia iko inaumia. Mungu akiangalia aoni agano alilolidhamiria la ndoa, anaona shida fulani. Na trust me, ndoa ikishaharibika, watoto wanaharibika. Mtoto akiharibika, kanisa limeharibika.